The nature of the great tribulation itself asili ya dhiki kuu yenyewe does not allow the church to pass through the great tribulation. hairuhusu kanisa kupitia dhiki kuu. The nature of tribulation itself Asili ya dhiki yenyewe does not allow the church to see it. hairuhusu kanisa kuiona. Let me ask you. Hebu niwaulizeni. I am going to read a scripture here Ninakwenda kusoma andiko hapa about the great tribulation. kuhusiana na dhiki kuu. And then you'll tell me Alafu utaniambia whether that sounds to you like the dispensation of grace. iwe kama hiyo inasikika kwako kama majira ya neema. The book of Revelation, beloved people. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, watu wapendwa. Revelation chapter 6, for example, 6 verse 12 to 17. Ufunuo wa Yohana mlango wa 6 mstari wa 16 hadi 17. 12 hadi 17 tafadhali. 12 hadi 17. And he says, Na anasema, I watched as he opened the sixth seal. nikaangalia naye alipofungua ile lakiri ya 6. There was a great earthquake. Pakatokea tetemeko kuu la nchi. The sun turned black Na jua likawa jeusi like sackcloth kama nguo ya gunia made of goat hair. inayotengenezwa kwa singa za mbuzi. The whole moon Mwezi wote turned blood red. ukawa mwekundu kama damu. Verse 13. Mstari wa 13. The stars in the sky, Nyota zilizo angani they fell to the earth zikaanguka ardhini as the late fig dropped from a fig tree. kama vile matunda ya mtini yasiyokomaa yaangukavyo wakati kutoka kwa mti When it's shaken by strong gale, strong wind. wakati mti wake unapotingizwa na upepo mkali. The sky receded like a scroll, Anga ikatoweka kama vile karatasi. and rolling up, Na every mountain and island were removed from its place. anga ikatoweka kama vile karatasi isokotwayo, na kila mlima na kila kisiwa kikaondolewa mahali pake. The church Kanisa is in the dispensation of the grace. iko katika majira ya neema. Does this sound to you like the dispensation of the grace? Je, hii inasikika kwenyu kama majira ya neema? So, the nature of the tribulation itself Basi asili ya dhiki yenyewe does not allow the church to go there. hairuhusu kanisa kwenda pale. Revelation chapter 8 Ufunuo wa Yohana mlango wa 8 is even worse. hata ndio mbaya zaidi. And the Lord has shown me these events. Naye Bwana amenionyesha tayari matukio haya. Raining blood and hail and fire. Ikinyesha damu na mvua ya mawe na moto. Let me tell you, beloved people. Hebu niwaambie watu wapendwa, Sometimes I teach like a teacher. wakati mwingine nafunza kama mwalimu. But I ought to tell you the revelation of the great wonders we see. Lakini nahitaji kuambia ufunuo wa maajabu makubwa ambayo tunayaona. More than teaching you. Zaidi ya kuwafundisha. Did you see the glory come down? Je, mliona utukufu ukishuka? And the fire come down? Na moto ukishuka? And a few days ago, he was live on Global Radio. The manager is sitting there. Joanne Mutai is over there. Na siku chache zilizopita alikuwa moja kwa moja katika masafa ya redio na meneja Joan Mutai askofu yuko pale. Even Australia heard me. Hata Australia walinisikiliza. Everyone heard me. Kila mtu alinisikia. From Europe, everywhere you heard me. Kutoka Europa kila mahali mlinisikia. When I said, Niliposema, I found myself running out nimejipata mwenyewe nikikimbia nje to see. kwenda kuona. I think it's 2 days or so ago. Nafikiria yapata siku 2 zilizopita. So I'd rather spend more time talking to you about the revelation of the wonders of God. Kwa hivyo afadhali hata nichukue muda zaidi kuwaambia kuhusu ufunuo wa maajabu ya Mungu. Because Kwa sababu I have already participated tayari nimekwisha shiriki in some of the events in the great tribulation myself. I've participated. Katika baadhi ya matukio katika dhiki kuu. Mimi mwenyewe nimekwisha shiriki. And so, Na hivyo basi, in one of the events, katika mojawapo ya matukio, after he showed me that, I went on radio. baada ya kunionyesha hiyo nilikwenda katika masafa radio. And I told you Na nikawaambia that fire came from up kwamba moto ulishuka kutoka juu at the command of he that speaks with you here. katika amri ya yeye anayezungumza nanyi hapa. And struck a mountain. Na ikagonga mlima.
And that huge blast of fire na huo mlipuko mkubwa wa moto went and struck an ocean. ukaenda na kuigonga bahari, And 1/3 na thuluthi moja of the earth was destroyed. ya ulimwengu iliangamizwa. Sometimes you need to know who is talking here. Wakati mwingine mhitaji kujua nani ambaye anazungumza hapa. I said these things live on radio. Nilisema mambo haya moja kwa moja katika masafa redio. At my word, Kwa neno langu fire came down moto ulishuka and struck the earth. na ukaigonga dunia, And 1/3 na thuluthi moja of the earth was destroyed. ya ulimwengu iliangamizwa. So for me, it is a different story. Basi kwangu mimi ni hadithi tofauti. I have already participated. Tayari nimekwisha shiriki, And you can see the evidence the Lord gave here today. na unaweza kuona ushahidi ambao Bwana amepeana hapa hivi leo. Meaning, Kumaanisha the nature of the tribulation itself asili ya dhiki yenyewe does not allow you to enter there. hairuhusu wewe uingie pale The church. kanisa. Why? Kwa nini? Because you are in the dispensation of the grace. Kwa sababu mko katika majira ya neema, And yet we have read na ili hali tumesoma that coming dispensation hayo majira ambayo yanakuja is the dispensation of the wrath. ni majira ya ghadhabu. There will be the highest destruction of development. Kutakuwa na uharibifu mkubwa zaidi ya kuendelea, The highest destruction of advancement, medicine, architecture. uharibifu mkubwa zaidi wa maendeleo, matibabu, ujenzi. The highest destruction to the ground of the economies, the sophisticated economies. Uharibifu mkubwa kabisa duniani wa uchumi ambao umeendelea sana sana. All the modernism will be brought down. Usasa wote utaangamizwa, utashushwa chini. Does that sound to you like the dispensation of the grace? Je, hiyo yasikika kwenyu kama majira ya neema? So the nature of the tribulation itself and the great tribulation itself Kwa hivyo asili ya dhiki na dhiki kuu yenyewe does not allow you, haikuruhusu wewe, because you cannot hide it under the carpet of the church. kwa sababu It is a significant time of horror, horrendous. hauwezi ukaificha chini ya zulia ya kanisa. Ni matukio ya kutisha, ya kutisha. It is a significant time of tremendous destruction of the earth. I have participated already. Ni wakati muhimu nyeti wa uharibifu wa vitu vya ulimwengu. Nimekwisha shiriki katika hiyo tayari. And 1/3 of the vegetation of the earth was burnt up. Na thuluthi moja ya mimea ama ukuzi wa ulimwengu uliangamizwa. He's saying Anasema one of those requirements mojawapo ya matakwa hayo of the witnesses of revelation ya mashahidi wa ufunuo is that he will shut up the heavens. ni kwamba atafunga mbingu. Did you now understand? Je, sasa mnaelewa? Did you understand the fire you saw today here? Je, mlielewa moto ambao mliona hapa leo hii? He's saying Anasema he has power ako na uweza to call down fire wa kuitisha moto from heaven. kutoka mbinguni. So be careful. Kwa hivyo makinikeni. So when he shuts heaven Kwa hivyo anapofunga mbingu for 3.5 years, kwa miaka 3.5, you can imagine the lack of food unaweza ukawazia ukosefu wa chakula and the tremendous global economic crisis that will ensue. na Just food alone. shida ya kiuchumi ya ulimwengu ambayo itaanza. Because sometimes I need to stop preaching and reveal to you the messenger.